Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni mimi msimuliaji wako David Michael Windi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina Kibanga ampiga mkoloni. Zamani za ukoloni palitokea mzungu mmoja. Mzungu huyo hakuwa mtu mwema. Alikuwa mkali na mkatili sana. Kwa ajili ya ukatili wake, watu walimuita mkoloni. Wananchi wote walimchukia sana popote pale alipokwenda. Mzungu huyo alikuwa bwana shamba. Alikuwa na bakora iliyokuwa imetengenezwa kwa mkwaju. Kila alipokwenda kukagua shamba, alikuwa na bakora hiyo mkononi. Alipendelea sana kuitwa bwana mkubwa. Mkoloni huyo alifurahia sana kupiga watu. Aliwapiga watu waliposhindwa kupalilia shamba. Aliwapiga pamba yao ilipokuwa chafu. Aliwapa taabu sana. Katika kijiji cha Kwachaga, wilaya ya Handeni, mkoani Tanga, alikuwapo mzee mmoja aliyeitwa Kibanga. Mzee huyu alikuwa mwenye nguvu, hodari na shujaa. Alikuwa fundi wa mieleka. Ingawa alikuwa mwenye nguvu, alikuwa mpole. Hivyo watu wa Kwachaga walimpenda na kumtegemea kuwaongoza vitani. Siku moja, yule mzungu alifika Kwachaga kukagua mashamba ya mihogo. Jumbe pamoja naye wakatembelea mashamba. Kwa bahati mbaya, mwaka ule haukuwa na mvua ya kutosha. Kwa hiyo mihogo haikustawi. Kila wakati yule mzungu alipotazama mashamba, alitikisa kichwa na kufoka. Mwisho akamwambia Jumbe kuitisha mkutano wa watu wote wa kijiji. Waliporudi kijijini, Jumbe akapiga mbiu. Watu wote wakakusanyika. Walipofika tu, yule mkoloni akaanza kuwatukana. Akawaambia, ninyi watu weusi ni wavivu sana. Hamfanyi kazi sawasawa. Mashamba yenu ni mabaya sana. Jumbe akataka kumjibu ili kumweleza kwa nini mihogo haikustawi. Kabla hajamweleza, yule mzungu alimrukia na kumpiga kofi. Kisha akasema, sitaki kujibiwa na wewe, mvivu wa wavivu wewe. Watu wote wakakaa kimya. Hakuna aliyeweza kufanya kitu. Kibanga alijitokeza, akasimama, akamtazama yule mkoloni kwa dharau sana. Kisha akamuuliza, kutuita sisi wavivu ndiyo nini? Na kumpiga Jumbe wetu mbele yetu maana yake nini? Kabla ya kumaliza kusema, mkoloni aliamka kitini kwa hasira. Akataka kumpiga Kibanga. Alishika bakora yake mkononi. Akasema, nitakuadhibu vibaya kima wewe. Unajifanya kuwa shujaa. Huwezi kucheza na bwana mkubwa. Nitakupiga kisha utakwenda jela miezi 6. Lakini mkoloni hakuwahi kumwadhibu Kibanga. Aliadhibiwa yeye. Kabla ya kumfikia Kibanga, Kibanga alimpiga chenga. Kisha akamrukia. Akamnyang'anya bakora yake. Akaitupa. Ikaokotwa na vijana wakaificha. Kibanga alimshika yule mzungu akamwambia, wewe umezoea kutoa amri kila siku, lakini leo utashika adabu, mbwa wewe. Papo hapo alimnyanyua juu na kumbwaga chini. Puu! Yule mkoloni akaumia sana. Kabla ya kuamka, Kibanga alimuinua tena na kumbwaga chini kama furushi la pamba, akamkalia. Hapo yule mkoloni akawa hana la kufanya. Bila bakora yake hakuwa na nguvu. Akaomba radhi akilia, samahani, naumia, nihurumie, sitafanya tena hivyo. Kibanga alimjibu kwa dharau, sikuachi mbwa wewe. Leo utakiona cha mtema kuni. Ulijiona una nguvu, leo nitakutengeneza. Wazee wakamshika Kibanga na kumwomba asimpige tena. Akamwacha. Yule mkoloni akajikokota kwa shida kwenda hemani. Alikuwa amejaa vumbi huku damu zikimtoka. Wazee wengi wakamfuata nyuma. Walinyamaza kimya wakimhurumia, lakini vijana walifurahi sana. Baadaye waliimba wimbo wa kumsifu Kibanga. Jioni yule mkoloni aliomba radhi kwa wazee. Mzee mmoja akasimama na kumwambia,
Umefanya vizuri kuomba radhi, nasi tunaipokea. Lakini tangu leo usijivunie ubwana, jivunie utu. Ninyi wakoloni mna kiburi, mnatudharau sana. Kama ungetuuliza, tungekuambia kwa nini mihogo haikustawi. Haya yote yamekupata kwa sababu ya kiburi chako. Katika nchi hii tunaamini kuwa kiburi si maungwana. Baada ya hapo wazee wakamsamehe, lakini hawakumpa bakora yake. Ikabaki nyumbani kwa Jumbe. Yule mkoloni akaondoka. Tangu siku hiyo hakufika tena kwa Chaga. Kila mara alipokutana na watu aliyakumbuka maneno ya yule mzee kuwa kiburi si maungwana. Siku hizi kijiji cha kwa Chaga kina maendeleo mazuri ya kilimo na mifugo. Maendeleo yote yamepatikana kwa sababu ya uongozi bora na serikali ya wananchi. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Hadithi hii ni ya zamani sana. Waweza kuonyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uweze kupata masimulizi mengine zaidi. Naomba uandike kwenye sehemu ya maoni hapo kuwa imekukumbusha wapi, ulikuwa shule gani, mwalimu wako wa Kiswahili alikuwa ni nani, au ulipenda kuisoma hadithi hii na rafiki gani. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda sana. Mungu akubariki. Kwa heri.